Kutambua uwepo wa wageni waliotutembelea siku ya leo. Tukutane hewani sasa. Jamani, tukutane hewani. Si Mungu awabariki sana, si Mungu awazidishie. Sasa simuishi milele. Kama tumekutana leo kwenye Mwembe hapa, tukutane kwa Baba mbinguni. Yaani hiyo siku tukikutana tunakumbushana. Hivi unakumbuka ile siku pale kwenye Mwembe? Hapo sasa mzee, tuko kwenye meza ndefu, tutaiona kwenye masomo yajayo. Iko meza ndefu kule mbinguni, imejaa vinono, tutaiona hapa. Mimi sikosi mahali pale. Mwambie rafiki yako usikose. Jamani, Bwana atukuzwe sana. Kwa namna ya pekee namshukuru Mungu tena kwa kunipa kibali cha kusimama mbele yenu. Vijana wa Bupamba YA, Mungu awabariki na wazidishie kwa nyimbo nzuri. Lakini mbarikiwe mafundi mitambo. Nisipowashukuru ninyi, mna sababu zenu. Naweza mkaminya vitu alafu mambo yakaharibika. Zaidi ya yote, nipende kumshukuru Daktari Ndaki. Alikuwepo mahali, ametupitisha kwenye uzoefu. Wale tulio na mazoea ya kutumia dawa bila kupima, tumeona madhara yake. Lakini kina mama wenye uzoefu wa kutumia P2, barikiwa sana daktari. Naona huko Maweni kama jiji la Mwanza, huko juu ya mawe. Mungu akubariki sana, huko na marafiki zetu mahali. Mungu akubariki sana. Kuna namna unabugia tu dawa, umesikia tu kichwa kinauma, nipe Panado, unapiga Panado, kumbe changamoto ni nyingine, unaleta matatizo mengine. Na ninaomba nikwambie, wataalamu wanasema vidonge vyote ni nini daktari? I say, kumbe mmehitimu la 7 kama mimi. Vidonge vyote ni sumu. Usipende kubugia. Wapo madaktari wataalamu, wamesomea masuala ya afya. Peleka haja zako pale, ili jina la Bwana lipate kuhimidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa namna ya pekee sana, mkufunzi wa kaya na familia, Daktari George, kwenye masuala ya ndoa. Mungu akubariki sana daktari. Umakini katika uchaguzi. Lakini lazima sura tuzingatie, si ndio maana yake jamani? Yaani muonekano wa nje lazima uzingatie. Hakikisha unapochagua yule mtu awe na vitu vyako. Sije kafikia wakati unaanza kusumbua majirani kwa sababu ulichagua hana vitu vyako. Yaani basi tu mihemko unaoa. Hapana. Angalia mtu ambaye atakufaa. Halafu ukishampata yule binti, msimamishe. Halafu piga hesabu ya miaka 50, atakapozeeka akijikunja, utaendelea kumpenda? Au ndio vile vibabu vinatutesea watoto wetu? Yaani basi ukilishazeeka kina kindinga chake, kindinga chenyewe korora cha milioni 3 kupunja huko Mwanza, kinaanza kutesa watoto wetu. Hakikisha unachagua mchumba ambaye utaishi naye siku zote za maisha yako, anayekufaa. Bwana asifiwe. Barikiwe sana. Lakini na wewe mchumba unapopatwa, zipo tabia mimi sizipendi. Yaani basi tu kijana wa watu amefunga na kuomba, amemlilia Mungu, au ameonyeshwa kwamba ni wewe, akikufuata tayari unaona gap hili hapa. Bwana, unajua sala yangu imeisha, unajua tuna ziara, unajua Bwana sikukuu imekaribia. Yaani mambo kibao mpaka anawaza ina maana sasa inakuwaje sasa? Naomba nikwambie binti, kadri unavyotaka vitu kwa mchumba, ndio unajiingiza kwenye 18 na shetani kukujaribu na kumjaribu yule kijana. Unajua huwa ni asubuhi sana, muhuni anakaa, univumilie lugha zangu. Mimi nimetoka mtaani kabisa, nilikuwa muhuni typical, yani ni muhuni kabisa. Lakini Yesu amenibadilisha, simseme amina. Yaani unapoomba vitu, kuna siku yule muhuni ambaye alikuwa amekuelewa na akafunga na kuomba, atakaa chini anapiga hesabu, anaona mbona kama imefika 300,000. Halafu huyu anaweza akachomoka nayo. Zinaanza message, jamani, leo ulikuwa umependeza pale Mwembeni. Asante. Sawa. Muda kidogo, usiku mwema jamani. Na vishikaji vina sound. Hasa vinavyomjua Yesu. Vina sound, ila vimebadilishwa na Yesu. Nilishawahi kuona kajamaa mahali fulani kakiingia kulala, George anaelewa hiki kisa. Kanampigia simu mtu fulani, kanaanza kumwimbia nyimbo za Kristo. Wanaimba, kanamwimbia mpaka anasinzia. Jamani, umesinzia?
Jamani, sio amke tuongee jamani. Kale kajamaa kana sound. Sasa we usipende sana vitu. Bwana asifiwe. Acha kupenda vitu. Wewe subiria tu muda wa vitu utafika. Huyo atakuwa wako. Acha kujiingiza kwenye majaribu. Mwisho jamaa anapiga hesabu anasema huyo atachomoka. Mwisho wa siku unaingizwa kwenye 18 na mchumba hakumbatiwi. Mchumba hapigwi busu. Mchumba haombwi juisi. Wakubwa tunaelewana. Watoto tumewaacha, wakubwa tunaelewana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini zaidi ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya somo la jana. Jana tulijifunza mambo kadhaa kumhusu Mungu. Tukaona ya kwamba ili awe Mungu lazima awe na elimu ipitayo elimu zote za ulimwengu. Yaani awe na uelewa na utashi wa mambo kuliko mwanadamu yeyote. Huyo ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Lakini ili awe Mungu lazima awe anaonekana, anapatikana mahali pote. Yuko mahali popote kwa wakati mmoja na kwa wakati wote. Yaani popote uendako, ili awe Mungu lazima uwe naye katika maisha yako. Nikasema hakuna Mungu wa kweli anayejengelewa kijumba na kulala kwenye mavi ya ng'ombe afu umelala ndani. Hatuna huyo Mungu. Hakuna Mungu kwenye maisha ya mwanadamu anayepaswa kuabudiwa wakati hawezi kuelewa mambo yajayo. Huyo sio Mungu anayepaswa kuabudiwa. Kwa hiyo Mungu anayepaswa kuabudiwa ni yule Mungu mwenye utashi, mwenye uelewa, lakini Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka, lakini awe Mungu muumbaji aliyeweza kudesign vitu, na leo tutaona kwa undani mahali pale tukifika. Sasa huyo ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Na siku ya jana wakatokea majasiri watatu ambao walisema huyu Mungu aliyehubiriwa hapa tutaambatana pamoja naye. Bwana awabariki sana marafiki. Kama mpo simnipungie mkono sasa. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Siku ya leo, somo la leo ni somo moja makini sana, nalo linasema mbunifu aliyesahaulika. Mbunifu aliyesahaulika. Kumbuka moto wetu unasema ni jambo la thamani lililofanya nini wapendwa? Ni jambo la thamani lililosahaulika. Na leo tuna mbunifu aliyesahaulika. Tuombe. Asante Yesu kwa wema wako na ulinzi wako. Wakati huu tena imenipasa mimi nife, wewe na neno lako ishi ndani yangu. Leta usikivu wa ajabu. Ni mbunifu yupi aliyesahaulika na alibuni nini? Basi tuongoze katika salama katika jina la Yesu, amen. Katika ulimwengu tunaoishi, katika dunia tunayoishi, utakubaliana na mimi ya kwamba wapo watu wamebuni mambo ya kushangaza ulimwengu, ambayo binafsi kwa akili za kawaida ukianza kuyachunguza hata wewe utasema ya kwamba hakika haya ni mambo ya ajabu. Na wamejizolea umaarufu mkubwa duniani ya kwamba ni wabunifu. Kuna watu wanasema ni wanasayansi wa kwanza kufanya operation, aidha ya moyo, aidha ya figo, aidha ya ini. Wamezua umaarufu mkubwa ya kwamba mimi ni mwanasayansi wa kwanza kufanya upasuaji. Naomba nikwambie, kuna watu wengine wamejizolea umaarufu duniani ya kwamba wamebuni vitu ambavyo havikuwepo vikawepo. Moja kati ya vitu kama hivyo, wamebuni kompyuta. Wamebuni kompyuta yenye uwezo wa kufanya kazi nyingi kama mwanadamu, yani ina akili. Lakini wakaenda mbali, wabunifu waliouteka ulimwengu wakabuni vifaa mbalimbali ikiwepo na simu kwa ajili ya mawasiliano. Bwana asifiwe. Hao ni wabunifu ambao wameuteka ulimwengu, wamejizolea umaarufu.
mtu wa kwanza kupaisha ndege, alibuni akatengeneza ndege na ikaweza kupaa angani. Hao ni wabunifu. Lakini kuna mbunifu makini aliyesahaulika kwenye ulimwengu wa leo. Mbunifu makini aliyesahaulika kwenye maisha ya leo. Huyu mbunifu ni nani? Natamani leo nisome mwenyewe mafungu haya machache. Soma na mimi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 na kuendelea. Pale mwanzo wanasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Mbunifu aliyesahaulika na amebuni vitu vya ajabu ambavyo hata wewe utakubaliana na mimi ya kwamba hakuna akili yoyote ya mwanadamu inayoweza kubuni dunia, inayoweza kubuni mbingu. Hakuna akili yoyote, ila amesahaulika na kuletea mbunifu aliyesahaulika. Huyu mbunifu ni nani? Hapo mwanzo Mungu. Huyu mbunifu anaitwa Mungu. Mwambie rafiki yako, mbunifu aliyesahaulika ni Mungu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, yale doho. Wewe unayenifuatilia kutoka mbali, neno doho ni neno la Kisukuma ambalo tafsiri yake ni utupu wa uchi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Ni ubunifu wa ajabu. Aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa utupu tena ukiwa. Neno utupu linatokana na neno la Kiebrania linaloitwa vacuum. Vacuum ni zero, hali ya kutokuwepo na chochote. Bwana tukuzwe, watu wa Mungu. Unajua, ninapoisoma Biblia huwa napata utamu. Mwambie rafiki yako, mwinjilisti wetu anapataga utamu jamani. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ukiwa tena utupu. Mungu akaiona. Mungu akasema katika ule mstari wa 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku ya ngapi? Siku ya kwanza. Naomba nikwambie, wakati dunia hii haijawekwa kwenye formula, kwenye mpangilio unaouona, ilikuwa imefunikwa na giza pote. Ilikuwa imefunikwa na giza. Kulikuwa hamna mpangilio. Huyu mbunifu akatamka, akasema nuru ikajitenge na giza likajitenge, vitu vieleweke. Ikawa hivyo. Ni mbunifu gani mwenye uwezo wa kunena neno likatokea? Na hakukuwa na material. Tutaona huko mbele. Mstari wa 6, Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Jambo la thamani lililosahaulika ni kwamba kumbe hii dunia ilikuwa ina ujazo wa maji. Kutoka hapa mpaka huko pasipo na miisho ilikuwa imejaa maji. Bwana asifiwe. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Dunia ilikuwa imejaa maji. Amen. Ilikuwa
imejaa maji. Sasa huyu mbunifu aliyesahaulika kwenye ulimwengu wa leo akasema maji yajitenge, yale maji ya juu yabaki juu, halafu maji ya chini yashuke chini, katikati kuwe na anga, kuwe na hii hali, the galaxy, hii hali ambayo unaiona isiyoweza kushikika, isiyo untouchable, hali ambayo haiwezi kushikika. Huyu mbunifu aliyesahaulika akabuni jambo la ajabu sana. Maji yakajitenga, mengine yakabaki tu, anaongea tu, ametulia mahali, mengine chini, kati likabaki anga. Ubunifu wa ajabu, ubunifu wa ajabu, wa ajabu, wa ajabu. Lakini na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema nchi na itoe majani, nchi itoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake. Juu ya nchi ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mti utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Akaamuru kukawa na miti ya matunda, kukawa na mbegu, kukawa na vitu vingi. Huyu ni mbunifu aliyesahaulika katika ulimwengu wa leo. Ni mbunifu aliyesahaulika katika ulimwengu wa leo. Naomba unisikilize kwenye fungu la 14. Naomba unisikilize. Mwanzo 1:14 anasema, Mungu akasema, kumbuka kule mwanzo aliamuru nuru na giza, kukawa na usiku na mchana. Lakini fungu la 14 linaniletea tafakari nyingine ambayo nakualika sasa tuungane kwenye hii tafakari. Anasema, Mungu akasema, na iwe mianga mingapi, na iwe mianga mingapi katika anga la mbingu, itenge kati ya mchana na usiku. Kuliumbwa nuru, baadaye ikaumbwa mianga. Kumbuka, nuru na mwanga ni vitu viwili tofauti. Nuru haina chanzo. Nuru haina chanzo. Ni uwepo wa hali. Lakini mwanga unakuwa na chanzo. Ili tupate mwanga gizani, lazima tuwe na kifaa, either taa, torch au moto. Sasa Mungu alipoumba alitenga nuru na giza, na kukawa na usiku na mchana. Lakini baadaye akaweka mianga, akaweka mianga. Hiyo mianga na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi na kutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Hiyo siku ya 4 Mungu akaumba jua, Mungu akaumba mwezi, akaweka na nyota. Na ninaomba nikuletee habari ya mwezi, kipenyo cha mwezi, kipenyo cha jua kinachukua kilomita 1,392,000. Yaani kipenyo kubwa wa lile jua unachukua kilomita 1,392,000. Yaani tafsiri yake ni kwamba dunia yetu ina uwezo wa kumezwa na jua mara 109. Yaani jua ni kubwa kuliko dunia. Kama hujanielewa sema hapana, nirudie. Yaani narudia hivi, jua, kipenyo cha jua kinachukua kilomita 1,392,000. Lakini naomba nikwambie, ile nishati ya jua, ya jua, lile joto lililo juu ya jua, joto ni nyuzi za centigrade 6,000 juu ni 6,000 degree of centigrade. Ni joto kali. Lakini ndani ya jua
kuna nyuzi joto, ukali wa jua ndani ya jua ni nyuzi joto milioni 25. Ni ubunifu wa ajabu sana. Hivi hapa tunatumia umeme wenye current gani hapo? Inafika 500, 200. Sasa jua lina makali milioni 25, kiasi kwamba likishuka hamna mfupa, hakuna dunia, ni kuyeyuka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya bahari, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Siku ya 5 Mungu akaumba ndege, akaumba nyangumi, akaweka samaki, tondogoso, vitu vingi, akaumba bushishi, bugongwa, vyote akaviumba. Paka neshidetemera. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Tokea ng'ombe, paka, panya, nani wakatokea. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Alifanya vile, akaona ya kuwa ni vyema. Sasa nisikilize vizuri, utanielewa. Dunia imekamilika. Ameandaa mazingira. Kuna matunda, kuna samaki, kuna kila kitu, kuna wanyama, kuna bahari, lipo jua, lipo kila kitu. Mungu akaweka kikao. Na jana tulijifunza habari ya Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Akaweka kikao. Sikiliza lile fungu la 26 Mwanzo 1, anasema Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Naomba nisikilize. Mungu alianza kuandaa mazingira. Alianza kuandaa mazingira ya huyu mwanadamu atakaye muumba apate vitu vya kutawala. Hivi wewe kabla haujaoa ulimwandalia nini mtoto wako ili aje amiliki? Bwana atukuzwe. Bwana atukuzwe. Mungu aliandaa mazingira, baadaye akaumba mwanadamu na akampa kutawala. Hii inatosha kuwa sifa ya baba. Sasa wewe nikuulize, baba mwenzangu, ulipotaka kuoa uliandaa nini ili wanao utakao wazaa watatawala? Ufunzi wa kaya na familia, wakumbushe vijana kuandaa mazingira yao. Unamuoa binti, unamleta, unaanza kumpiga sound, unajua bwana kitanda kimeibiwa. Kumbe muone unalalaga kwenye ngozi. Kitanda kimeibiwa bwana. Haya, huu mtaani hatari. Huu mtaa watu wanongo sana. Nalalaga chini. Ukitaka kulala harakati zinaanza. Kama unataka kutandika uoshe kule mwalo, unatandika maguni. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka kikao akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mti utoao matunda ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Sikiliza fungu la 31. Sikiliza. Mungu akaona
kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Naomba nikukumbushe, naomba nirudie. Mungu alipomaliza kuumba, amemuumba mwanadamu, ameumba